Yo, bana mambo vipi na kuaje? Karibu tena kwenye recap, kwenye uchambuzi wa masuala ya kiburudani na michezo, entertainment and stuff. Na leo kuna story nyingi sana ambazo nataka tuzungumze za kiburudani, kiwemo wasanii wa Bongo Flava na baadhi ya matukio ambayo yanaendelea kutokea kwenye kiwanda cha muziki wa Bongo Flava. Leo kiukweli nataka nizungumzie watu kama watatu ambao sijawahi kuwagusia. Wa kwanza ni Salu. Wa pili ni anaitwa rapper huyu anaitwa Troy 007 na ngoma yake inaitwa Go Bad. Wa tatu nataka nimzungumzie Denzel Trainer. Then nitakuja issue ya Juma Jux ya London kukutana na kina Mr P na baadhi ya wasanii wa Nigeria. Nitakuja issue ya Zombie, nitakuja issue ya Mbosso. Then tutamalizana, tutawazungumzia na issue ya Diamond na Trey Songz na Baba Levo ambao wako Zanzibar. Then kama kutakuwa na story nyingine basi tutaongezea hapo. Sasa mimi nianzie na Troy 007 na ngoma yake ya Go Bad. Leo nilikuwa napita mitandaoni. Hii ngoma ina siku mbili, ina views 1.7k. Nimejisikia vibaya sana. Nimeona kama mshikaji chali ambaye watu hawajamzingatia kutokana na talent alionayo. Mimi huwa nazungumza jambo moja. Kwenye hiki kiwanda cha muziki wa Bongo Flava tumejaliwa talenti kubwa zenye ubunifu, creativity ambazo zinafanya muziki in modern way, yani kwa njia ya sasa hivi ya hip hop. Sawa, lakini hawajapewa nafasi sana kwenye kiwanda. Aidha watu hawajui kwa sababu ni ngumu sana pia kuwafuatilia au kujua kila mtu kwenye kiwanda. Inawezekana connection hawana, ni ngumu pia hata media na watu wa media personalities wakawafahamu, sisi tukawafahamu wenyewe. Sawa, so inabidi wawe na watu ambao pia wana uwezo wa kuwatambulisha. Hilo la kwanza. La pili, jamii imewapa nafasi wasanii wale. Hizo zote sababu ambayo inawezekana watu hawajawaamini kwa sababu wanahitaji kuapprove, lakini pia jamii na mashabiki wao wanawapa nafasi watu wale. Mshikaji anaitwa Troy 007. Nenda YouTube, andika Troy 007, inaitwa Go Bad. Kaangalie video yenye creativity ambayo kayaimba mapenzi kwenye hip hop. Nielewe, video yenye creativity ambayo kaimba mapenzi kwenye hip hop. Sisi kiwanda chetu cha muziki hiki kina talenti nyingi sana na kubwa sana. Nyingi sana. Lakini bad thing ni kwamba kiwanda chetu sasa hivi hakikuzi wasanii, hakitengenezi wasanii wapya, hakileti new generation ambao watakuja na saundi mpya, watakuja na kila kitu kipya. Muziki wetu umebaki na aina ya wasanii wale ambao wao wanauendesha muziki wanavyotaka. So ni kitu kibaya sana kwenye kiwanda ambacho ngumu kuzalisha vijana wapya. Hiyo ni kitu kibaya sana. Kiwanda chochote kile ambacho hakiwezi kuzalisha vijana wapya, ujue kuna tatizo sehemu. Umeelewa? Sasa vijana kama hawa wana talent kubwa sana ambayo wanahitaji kusapotiwa. Umeelewa? Wanahitaji kupewa support. Kwa sababu sisi tunaamini muziki wetu haujafika mbali. Haujafika mbali kwa sababu sisi tuna watu wale ambao misingi yao ya kwenda huko mbali ili stuck au ilikwama. Tunashindwa kuwapa nafasi vijana wapya ambao wana uwezo wa kuja na misingi mpya na njia mpya za kupeleka muziki na kuupushi. Unaelewa? So sisi sijui ni nini ambacho kipo kwenye kiwanda, lakini moja ya kitu ambacho mimi nasikitika sana ni kwamba kiwanda chetu hakiwezi kuzalisha vijana wapya. Vijana watazalishwa, watapambana ngoma ya kwanza ya pili, wanakosa support. Ukweli ni kwamba muziki wetu bado hajaanza kutengeneza pesa kihivyo. Mshindi namba 2 wa BSS mwaka jana kama sikosei, anaitwa Salu ambaye tulimuona, sasa sio tulimuona, anazunguka na retro ya Diamond kama back vocals. Anazunguka kwenye retro za Diamond kama back vocals. Na tunakumbuka wakati Diamond amehudhuria kwenye BSS ya mwaka jana, kuna vijana wawili ambao walisema atawasign WSB. Wa kwanza alikuwa ni mshindi namba 1. Mshindi wa mwaka jana alikuwa ni Moses Luka.
ambaye ana asili ya Kongo lakini ametoka Uganda, aliingilia BSS kutoka Uganda. Mshindi wa pili akawa ni Salu kutoka Tanzania. Umeelewa? Diamond alisema na wasaini. Na Diamond wakati anakutana na Madam Rita alimueleza kabisa kwamba mmoja amesema anataka kuimba nyimbo za dini. Yule anayetaka kuimba nyimbo za dini nafikiri ndio Moses Luka ambaye tunafahamu sasa hivi anafanya zaidi muziki wa injili. Then huyu mwingine Salu ambaye anazunguka na Diamond kwenye retro. Hata juzi amefanywa interview Wasafi Media na ikatrend kile kipande chake akiwa anasanya ile, yani kwamba ananikosea namsamehe, anarudia yale yale, sawa, sijui ni marafiki na nini. Unaelewa kile kipande kilitrend sana, ambao kiko kwenye ngoma yake inaitwa Sina Hiana. Hiyo ni verse ya pili. Kile kipande kimeenda sana cha yule mshikaji. Very talented boy. Very very talented boy. Na ndio maana Diamond ameamua zunguka naye kwenye retro. Anampa experience. Na nafikiri Diamond amemsema kwa sababu alisema mmoja nimemchukua, mmoja akasema anaimba injili. Alimwambia Madam Rita, nakumbuka kwenye imbeju ya Zuchu. Alimwambia mmoja na msaini, mmoja amesema anafanya nini? Anafanya injili. Na nimemwacha. Umeelewa? Sasa inawezekana Salu akawa ni msanii ajaye wa WCB. Ndio maana umeona hata movement zake anazifanya amebase kule sana. Enda kwenye retro, interview za Wasafi anazipata sana, which is good thing kwa sababu label ya WCB ni label namba 1 Afrika Mashariki na Kati. Umeelewa? Label namba 1 Afrika Mashariki na Kati. Kwa maana yake msanii akihusishwa kule ni jambo zuri sana. Angalia talent kama hizi. Ndio kitu ambacho mimi nalalamika, nasema hiki kiwanda ni kama kuna kitu. Hebu wasanii wa zamani waje watuambie walikuwa wanafanyaje? Walikuwa wanafanyaje kuzalisha wasanii wapya kila mwaka? Kwa sababu zamani unaona, kwa mfano sasa hivi mtu mmoja anaweza kaikamata game. Huyu mmoja anaweza kaikamata game. Zamani ilikuwa ni ngumu mtu mmoja kurani game. Utakuwa mkubwa lakini kuna watu wanakupa pressure. Umeelewa? Zamani ilikuwa kila mwaka wanapata ingizo jipya la wasanii. Sasa hivi hakuna. Yaani mnaweza mkatumia miaka miwili, wasanii wanakuja wanagusa, wanaishia katikati, wanagusa, wanaishia katikati. Hawafiki popote kwa sababu kiwanda hakijatoa room ya new generation, kizazi kipya, wasanii wapya, umeelewa, kuingia kwenye kiwanda. Sasa angalia kwa mfano Dogo Salu ambayo clip yake sasa hivi ndio, yani ukipita kwenye mitandao, moja ya wimbo ambao unafanywa challenge sana ni hii verse yake, imefanywa challenge sana. Ukipita mitandaoni watu wanafanya challenge, wengine hawajui huyu ni msanii gani. Yule ni Salu, mshindi namba 2 wa BSS mwaka jana, wakati Moses Luka anashinda BSS. Yeye ni msanii wa pili ambayo anazunguka na Diamond kwenye retro. Na Diamond alisema moja amemsaini, moja ameanza kuimba injili, wenda alosainiwa ni yeye. So all the best. Kiukweli una talent my brother, usikate tamaa kwa sababu kiwanda hiki kinakatisha tamaa sana kwa sababu kinameza talent yani. Talent zinakuja, zinapotea. Talent zinakuja, zinapotea. Kwa all the best my brother Salu. Mimi nakuona kabisa una talent kubwa sana, utafika mbali. Endelea kufanya muziki kwa level yako, kwa njia yako, pita kwenye njia yako. Yaani hicho ndio kitu ambacho mimi nataka nikwambie. Pita kwenye njia yako, njoo na uniqueness yako. Vile unavyofanya. Usiingie mkenge, usiingie kumbo wanasema. Wewe fanya kwa njia yako, kwa level hiyo, simama, wasilisha kile ambacho naamini kwako wewe unacho, na tafuta sound yako, tafuta melody yako, tafuta kile, njoo na uniqueness yako, kuwa na identity. Simple. Kuwa na identity yako, watu watakupenda, watakusupport, utakuwa msanii mkubwa. Bana, leo pia nilikuwa napita mimi bwana, napenda sana kupitia mitandao kuangalia nini ambacho kinaendelea. Leo nimepita nikakutana na clip ya Denzel Trainer. Mnamfahamu Denzel Trainer eh? Mshikaji kajipata sana. Ukipita kwenye page yake amepin video akimfanyisha mazoezi GSM, akapin video yake, nafikiri alikuwa anachukua tuzo, akapin video akiwafanyisha mazoezi. Huyu ni aliyekuwa speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tulia Ackson. Ukiacha na hizi ambazo kapini, mshikaji unamuona anavyofanyisha mazoezi watu wakubwa. Rais mstaafu fanyisha mazoezi,
wachezaji wa klabu za Simba na Yanga wafanyisha mazoezi. Umeelewa? Kila aina ya mtu anafanyisha mazoezi, na alianza na Alikiba. Mimi huwa nasema jambo moja, katika kila karia, katika kila kitu unachoona kinafanyika kwenye ulimwengu, kila kitu, kuna mtu mmoja akafanikiwa. Aidha mmoja au wawili au watatu au wanne. Kuna watu wa mfano. Kwa kauli rahisi tu, kuna watu wa mfano ambao wamefanikiwa kwenye hicho unachokifanya wewe, kama sehemu ya Mungu kukuonyesha kwamba na wewe ukipambana unafanikiwa. Umeelewa? Katika kila kitu kinachofanyika dunia, kwenye uso wa dunia, kuna mtu katoboa kwenye hiyo sehemu. Kwenye mziki tunamuona mtu kama Diamond, Alikiba, ambao ni the greatest of the all time washikaji. Kwa mafanikio yao ya muziki ndani na nje, wamefanikiwa kupitia muziki. Kwenye mpira Samata, kina Msuva, Samata sana. Umeelewa? Kwenye ngumi utamtaja Sumu Akinyo. Kwenye movie utamtaja Sui Kanumba. Kwenye nini? Kwenye basket utamtaja Hashim Thabiti. Kwenye nini nimesahau? Karia gani? Bro, kila kona. Kwenye trainers Denzo. Hata duniani kwenye mpira utakutana na kina Cristiano Ronaldo. Kwenye mziki unaambiwa kina Tupac, kina Michael Jackson waje kutokea. Kwenye movies utawataja watu gani? Katika kila karia kuna mtu wa mfano. Kwenye trainer ni Denzo. Ni mshikaji ambaye amekuja kuifanya trainer, issue inaitwa training au trainer, sijui inaitwaje, mambo ya training haya, trainer iwe professional. Mimi napitaga mitandao naonaga watu wanamkejeli sana. Watu wanamkejeli, na huwa nahisi wengine wanamkejeli kwa sababu ya wivu. Bro, huyu jamaa anafanyisha mazoezi watu wakubwa sana, ambao hawa wanaomkejeli hawawezi kufika, na wanamkejeli. Sometimes unaonaga akielekeza watu mazoezi, watu wanakuja wanamkejeli, hamna hilo zoezi haliwezi kusaidia. Lakini angalia watu wanaofanyisha mazoezi na yeye alivyo, ndio unakuja kugundua hawa wanamkejeli, wanamuonea wivu. Umeelewa? Sasa mtu anamfanyisha mazoezi rais mstaafu Kikwete, fanyisha mazoezi GSM, fanyisha mazoezi Alikiba. Sasa wewe uko mtaani unamkejeli. Bro, serious? Unaelewa? So huyu mshikaji ni mfano, ni mtu ambaye kwanza kaja kuaminisha watu kumbe kwenye upande wa mambo ya gym wa mazoezi unatakiwa kuwa na mtu wa kukupa maelekezo kwenye mazoezi. Usiende kichwa tu unafanya mazoezi. Tafuta mtu anakuambia unataka kupunguza nini, anakuelekeza mazoezi ya kupunguza hicho unachotaka kupunguza. Denzo trainer. Kiukweli mshikaji kafanya revolution kwenye upande huo. Washikaji sasa hivi wanaheshimika sana matrainer kupitia Denzo. Niamini mimi ninachokwambia. Of course walikuwepo matrainer wengi, lakini sidhani kama kuna trainer ana jina kubwa kama Denzo. Sijui, labda mimi mwenyewe huko sikuwahi kuwafahamu, lakini sijui kama kuna mtu ana influence kama Denzo. Sasa nimeona ameposti clip akiwa na Trey Songz. Jamaa anajua kujiongeza hili mzee. Anajua kujiongeza. Yaani Denzo anajua kujiongeza. Kwa mfano, alianzaga kumfundisha Alikiba. Nafikiri walipishana tu, mambo ya kazi. Mimi kwenye kupishana wanaume, wanawake, binadamu sisi ni vitu vya kawaida. Unajua mtu ambaye hujakulia naye kwenye familia moja, kupishana naye ni jambo la kawaida sana, kwa sababu wote ni binadamu, tunakosea, tunafanya nini. Jamaa alianza na Alikiba. Of course Alikiba ndo alimtambulisha kwa ukubwa sana kwenye kiwanda. Na mimi naamini hata yeye alipo hawezi kumsahau Ali. Ali ndo alimtambulisha, akamtambulisha kwa Kikwete, kwa watu gani, lakini mshikaji linajua kujiongeza. Mara kaanza kuwafanyisha mazoezi ya kina rais mstaafu Kikwete na mkewe na watoto wake. Mara kaingia kwa GSM. Mara sasa hivi anasema anafundisha wachezaji wa vilabu Simba, Yanga na wachezaji wa timu zingine. Mshikaji anajua kujiongeza wanangu. Yaani sasa sijajua Trey Songz alivyokuja alimfanyisha mazoezi au nini, kwa sababu jamaa kaandika, imekuwa ni heshima na furaha kubwa sana kwangu kukutana na Trey Songz pamoja na timu yake.
Elewa? Akasema, mimi Denzel Trainer, moja ya ndoto yangu kubwa ni kuifungua dunia kwa vijana wenzangu kupitia maarifa, fursa na ushirikiano na watu wenye mafanikio kutoka sehemu mbalimbali duniani. Natamani kuona Tanzania ikijivunia kuwa na wakufunzi bora wenye weledi, nidhamu na sifa njema, wanaoweza kuipeperusha bendera ya Tanzania kwa heshima. Nia yangu ni kujijenga mimi pekee, bali kujenga kizazi kinachoweza kufungua milango kwa wengine kufanikiwa. Nina imani tukipeana nafasi, maarifa na fursa, tunaweza kuifanya Tanzania ijivunie kupitia vijana wake duniani. Safi. Unaona kabisa vision yake kwamba ipo siku awe trainer mkubwa duniani. Inawezekana waka link up na Trey Songz. Trey Songz akamwambia njoo, kwa sababu Trey Songz nafikiri maisha yake mengi sana yako Dubai naye. Unaelewa? Mimi nawaambiaga kitu ambacho Trey Songz maisha yake mengi sasa hivi Dubai huku wapi. Unaelewa? Kuna jamaa mmoja akamwambia acha kujinyenyekea kama umekutana na Mungu mzee. Wewe pia ni binadamu kama yeye. Naomba Denzel akamjibu, naomba kukufunza jambo ambalo linaweza likakusaidia sana kwenye maisha yako baadaye. Njia pekee itakayo kufanya uweze kufanikiwa kwenye maisha yako ni unyenyekevu na watu walio kuzidi na wasio kuzidi. Kubali kuwa mjinga, usitake kuonekana bora kuliko wenzako. Jifunze kuwa chini, unyenyekevu sio ujinga. Ukiweza kujua hili, niamini utafanikiwa sana ndugu yangu. Nia yangu tu nitakuombea radhi kwa ushauri wangu wako utakao kuombea. Okay. Kwa ame link up na Trey Songz, you never know. Anda kaambiwa utakuja Dubai, labda mimi nikija Afrika utakuwa unanifanyisha mazoezi. Tayari mzee. So big shout out sana my brother Denzel, na mimi naamini utafanikiwa kwa kuwa mwenyekevu na namna unavyojua kuishi na watu. Wewe unafundisha kila aina ya mtu. My brother, all the best. Kwa kweli mimi nimevutiwa sana na hii clip ambayo umeiweka. Mimi nakuombea mwanangu ufanikiwe zaidi. Juzi nilizungumzia kuhusiana na show ile ya Trey Songz, nikazungumzia swala la sound. Wekezaji kwenye swala la sound. Kwamba tuna uhaba wa watu ambao wanajua kufunga sound. Kama wapo, maana yake pia hawatumiki. Unajua kuna watu wakiwa kwenye nafasi huwa hawapendi kupeana nafasi, kuwapa nafasi watu wanaojua, kwa sababu wanaamini wana uwezo wa kuchukua nafasi zao. So inawezekana pia wapo lakini hawatumiwi sana. Sasa kuna watu wengi ambao, kuna mtu mmoja ambaye alikuja kuniambia, of course tunataka tuwekeze kwenye masuala ya sound, lakini muziki bado ulipi, na wasanii ambao wanalipwa kimuziki ni wachache sana. Umeelewa? Unataka msanii ajiri awe na mtu wa sound kama Trey Songz vile, awe sio na mtu wa light, sound engineer, sio watu gani, managers, awe na timu ya watu wengi. Hela yenyewe show akienda analipwa milioni 10 na vitu kama hivyo. Ili kupandisha thamani ya kitu lazima tu invest. Yaani hiyo haina ubishi. Mimi nakubali kweli wasanii wanaonufaika na huo muziki ni wachache, 5 6, hawafiki 10. Unajua watu wakiwatazama wasanii hivi, yani wanahisi wasanii wote wanapata sana hela. Niamini mimi ninachokuambia, wasanii wanaonufaika na huo muziki hawafiki 10. Bongo. Yani wasanii wanaotengeneza hela kupitia muziki 10 hawafiki. Utamtaja Diamond, utamtaja Alikiba, utamtaja Harmonize, utamtaja Rayvanny, utamtaja Mbosso, utamtaja Mario, utamtaja Nandy, utamtaja Zuchu. Nani mwingine? Hawajafika 10 hao. Wale. Yani hiki kiwanda kinalisha watu wale. Angalia kwenye shows hizo ambazo wanaitwa. Wewe angalia tu, kwa sababu kwa Tanzania msanii anapataje hela? Tanzania. Nishawaambia kuna njia 4 za msanii kupata royalty, zile ambazo ni mirabaha. Namba 1. 2, digital numbers, digital platforms au Apple Music, Spotify na nini. Ya 3, shows. Ya 4, endorsement. Wasanii wangapi Tanzania wana endorsement? Tuanzie hapo. Achana na matangazo, sio mtu kapewa kapost Instagram. Endorsement, mikataba kwamba alipo milioni 100, milioni 50, milioni 200. Hata kama milioni 20, wangapi? Wangapi wanapata matangazo yale ya makampuni makubwa? Wangapi?
Hiyo ni njia namba moja. Wangapi? Ukuta wasanii wawili ndio wana matangazo, au hakuna. Utakuta Diamond wana matangazo tu, Diamond pekee, wengine vipi? Hiyo njia namba moja ambayo imefeli kwa wasanii kunufaika kwenye kupata hela. Ya pili, digital numbers hizi, digital platforms, Spotify, Outmark, Apple Music, YouTube na wapi. Wangapi wananufaika na digital numbers? Wanapata hela ya kuendesha sikilize, hela. Chana na hizi msanii anapata hela kuweka mafuta kwenye gari. Wanapata hela mamilioni. Wale ndio kutajia. Wale. Tena sio wale wachache katika wale nimekutajia. Ndio wanapata numbers kwenye digital. Yani vitu vigumu watu hawataki kuvisikia. Na hawataki kuambiwa ukweli. Ni changamoto kwenye kiwanda. Kiwanda hiki hakiingizi hela kwa wasanii wote ambao tunawaona. Wanaopata hela ni wale. Digital numbers wachache wanatengeneza hela. YouTube wenyewe tengenezi hela kiivo. Wategemea Outmark, Apple Music, Spotify. Wangapi wanapata numbers Spotify? Tuanzie hapo. Wasanii wangapi wanaopata numbers kubwa Spotify kupitia nyimbo? Wachache. Kwa moja, njia ya pili pia ni ngumu. Nimekutajia kwanza endorsement hakuna. Njia ya pili ya digital numbers, digital monies hakuna wanaonufaika kwa sababu wasanii wanapata numbers wachache. Njia ya pili imefeli pia kwa asilimia kubwa ya wasanii. Ya kwanza imefeli endorsement, digital monies imefeli. Unakuja kwenye mirabaha. Msanii anakaa mwaka mzima anapewa milioni 15, milioni 7, milioni 6. Wachache. Unanielewa vizuri? Muziki huu haulipi, unalipa. Yaani muziki unanufaisha wasanii wachache vibaya kwenye kiwanda. Wasanii wachache sana. Mirabaha wangapi? Unaambiwa msanii Alikiba kapewa milioni 15. Mwaka mzima milioni 15. Sio Harmonize milioni 7. Sio na nani milioni 6 Rayvanny. Hasa brother, mirabaha inanufaisha nini? Hapati hela. Sehemu pekee wasanii wanaitegemea kupata hela, shows. Show ndio wasanii wanapata hela. Show zipo? Swali. Show zipo? Ona kwenye maharusi hao. Huko Katoro watu wanatunzwa mamilioni ya mahela. Nenda Mbosso, Alikiba, Jinako. Unaona hapo utamsanii wa hip hop anaenda. Kaenda Jinako peke yake. So wasanii wanaozunguka, juzi nitaizungumza baadaye. Acha niunganishie hapa. Juzi nimemwona Mbosso analalamika. Kafanya show 3 mfululizo. Kafanya Kizimkazi, kaja kufanya hii Embeju ya Trey Songz, kaenda kufanya kwenye harusi Kahama. Sijalala. Of course wakati anafanya hapa, watu walalamika kwamba Mbosso hakufanya sound check kwa sababu hakuepo. Mbosso alikuwa yuko Kizimkazi, hakufanya sound check. Ndio maana watu walalamikia pia sound ya Mbosso. Hata Mbosso mwenyewe alilalamika pale. Watu wa sound na nini lakini hukufanya sound check. Of course ilikuwa kwenye show Kizimkazi. Katoka Kizimkazi, kaja hapa na kina Trey Songz na kina Jinako, kaenda Kahama huko kwenye show ya harusi. Wale Alikiba, wale Diamond, si Mario, wale Nandi, Zuchu, wale brother. Wengine wako wapi kwenye kiwanda? Mziki unalisha kundi dogo la wasanii. Wasanii wataki kuambiwa. Ukiambiwa hivi, Limando wanatuponda sana. Hapana brother, kwa sababu nyie wasanii wa Bongo wana fake life 90%. Tanzania wasanii wana fake maisha 90% wana fake maisha. Yaani sio udanganya mtu kanunua Jeep suka dungu. Brother, unanunua kwa muziki gani? Hela unapata wapi? Hizo show unafanya wapi? Numbers za digital zipi? Mtu sio katangaza. Unaona juzi msanii sio kaeka Jeep, kaeka sui V8, sui nini TX. Brother, unapata wapi hela? Ziki kupata hela hujifichi brother. Yaani leo ukiambiwa Diamond unaenda kushangaa, Mario, Mbosso unashangaa. Mbosso anafanya show, sitaki kutaja kiwango cha mtu hapa, lakini Mbosso ni miongoni mwa wasanii expensive Bongo. Yaani Mbosso ni miongoni mwa wasanii expensive kumpata kwenye show yako. Mbosso huyu brother, ili umpate Mbosso kwenye show yako jipange, ni miongoni mwa wasanii gali sasa hivi ninavyozungumza. Na anapata show. Na tunaona hata akinunua gari utashangaa nini? Msanii anafanya show daily.
Utashangaa. Yeye mwenyewe analalamika kachoka. Tunamuona, yani sio kwamba anajificha, tunamuona anafanya show. Piga huku, piga huku, piga huku, piga huku. Ndio maana wasanii wetu chaka tu chaka 700,000, 500,000. Mimi naeleza kweli. Chaka tu chaka 500,000, 300,000, 700,000. Msanii kajitahidi sana kwenye chaka tu chaka. Aisee, milioni ni mbinde. Watu wa mkoani si mko hapa mseme. Hizo ni chaka tu chaka brother. Ndio maana mimi huwa nalalamika sana nikiona mtu anaponda hizi tour sio za kina Nandi Festival. Brother, wasanii wanapata chochote kitu. Hakuna sehemu Bongo wasanii wananufaika wachache. Yaani wasanii wananufaika na muziki kundi dogo sana, wasanii 6 7. Simple. Wasanii wengi wana struggle, wana fake maisha. Msanii anatangaza nimenunua jipu, nimenunua Range, sio nini. Ukiangalia muziki wake uko wapi? Hela anaingiza kupitia nini? Digital zipi? Hana endorsement, hafanyi show. Hela anatoa wapi? Fake maisha. Maisha ya uongo tu. Hicho mimi niamini ninachokwambia. Ndio jamaa alivyoniambia akasema, hela hamna. Of course hela hamna. Lakini ili tuweze kuwa bora, lazima tu set standard. Otherwise kama mtu anaona anufaiki, bora aache kufanya muziki, afanye maisha mengine. Tunahitaji kitu bora hata kama wasanii wale wale. Of course tutazungumza tutafanyaje, lakini wasanii wananufaika wale wale brother. Angalia Imbeju, angalia nini? Kizimkazi. Angalia Kizimkazi. Wasanii wangapi wameperform pale? Ambao wanaamini wasanii ambao hawapatagi nafasi sana. Wangapi wameperform? Wasanii wapi yani ambao hawapata? Wangapi wameperform Kizimkazi? Nenda kwa Nandi Festival. Nenda sio tamasha gani? Nenda hizi show za wasanii, wangapi wanafanya show? So ukweli ni kwamba muziki wa Tanzania unanufaisha wasanii wachache sana. Wale wale 6 7. Of course tunataka kitu bora. Hata kama wale wale wanatakuwa lazima tuinvest. Ndio maana wasanii wengi wanakimbilia kuuza catalog. Yaani kuna msanii kafanikiwa tu, waza mara mbili. Aidha akapata mtu kawekeza kwake au ameuza catalog zake. Nielewe mimi ninachokwambia. Kiona msanii ana surprise vitu ya mahela mawaili. Aidha ameuza catalog. Wanauza siri yezu kuambia. Kajenga siku nua gari siku kauza catalog. Kundi kubwa la wasanii wameuza huko. Ndio wanapopata hela sasa hivi. Wasanii wanauza catalog, uza catalog. Ila muziki huu ngoma 1 2 3 waingizi hela. Mbosso anatengeneza hela. Mario anatengeneza hela. Hatuwezi kubisha, ndio wasanii bora currently. Shows, numbers, digital wanapata. Naona msanii anazunguka daily Mbosso, pata hela. Mimi kwanza nichukue nafasi hii kumpongeza Mbosso. Sio kitu rahisi brother. Nao naanza kuelewa strategy yake ya kuachia ngoma 3 zile kila mwezi. Mbosso akiachia ngoma moja kwa mfano Uzalima, amewaza kabisa nitapiga show zangu hizi 5. Kwa hela anaochaji Mbosso, brother anapata hela. Anakuja mwezi ujao anachia ngoma hii. Anaifanyia promo, anaipigia shows. Good strategy kabisa. Mwezi unaofuata anachia ngoma hii. Anafanyia promo, anaipigia shows. Mwezi unaokuja ngoma hii. Promo, shows. Kila ngome namlisha. Yaani hauwezi kunielewa. Yaani Mbosso strategy yake, kila wimbo unamlisha. Kila wimbo anakula. Kila wimbo unarudisha hela yake. Mama yake kama hajulikani. Kila wimbo unarudisha hela. Kaanza na Uzalima imerudisha hela, kazunguka huko wewe. Kafanya shows mikoani wapi. Akaja na DJ imempa hela, kazunguka baadhi ya shows za club hizi. Tumeona anafanya nda Mwanza, anafanya wewe. Sasa hivi katoa mpya hii. Bukujero atatengeneza shows na atapata hela tena. Kwa kiukweli nimpongeza sana Mbosso, kiukweli ameweza kumaintain my brother. Watu walikuwa wanajua Mbosso atatuprove vipi. Ameweza kumaintain, lakini mimi kilio changu brother, to move sasa. Huku tayari to move my brother. Nimeona ulivyokuwa unalalamika jana, umefanya shows siku 3 mfululizo hujapumzika. Lakini unahisi utapumzika na vitu kama hivyo. Lakini kwa namna unavyo strategy unavyoachia muziki, kupumzika ni ngumu. Pumzika utapumzikaje? So all the best, na una timu kubwa. Yaani katika wasanii wana timu kubwa. Mbosso ana timu kubwa sana. Timu kubwa. Angalia juzi kwenye show yake ile ya juzi kwa Imbeju pale.
wale dancers wote ni Wambosso wale. Angalia walivyokuwa wamevalizwa zile nguo, yale mavazi. Not easy yani. Yaani sio kitu rahisi kwamba itakuwa tu, yani maana yake ni mtu kawekeza mpaka kwenye mavazi. Na wale anatembea nao. Toki kweli. Big shout sana my brother Mbosso. Usilalamike, ndo kazi yako. Ndo kazi yako. Umeamua kuifanya. Juzi Juma Jux wakati amefanya show London na Stone Boys, nikuja hapa nikazungumza. Kaeleza Juma Jux sasa hivi thamani yake imepanda. Hebu angalie tu hivyo. Yaani sasa hivi Juma Jux kumpata kwenye show yako sio kitu rahisi sasa hivi. Hiyo niamini mimi ninachokuambia tu kwa hapa. Ku link up na kina Peter wa P-Square, akina Stone Boy, akina Tiwa Savage, akina nani, kina Davido. Brother, yani watu wa Nigeria. Mimi wanajiuliza swali moja. Wa Nigeria ni wako hivi au kwa sababu ya nini? Upendo ambao unapata Juma Jux kwa Nigeria mbona mkubwa sana wanangu. Wasanii mpaka mashabiki. Imagine watu wa Nigeria wanatengeneza content kwa sababu ya Juma Jux show yake ya London. Wanaanza kuongea Kiswahili kwa sababu ya Juma Jux. Wanajifunza kuzungumza Kiswahili kwa sababu ya Juma Jux. Angalia wakati Juma kakutana na Davido. Body language inakuonyesha tu ya msanii. Yaani wanavyozungumza tu body language ya msanii na kuonyesha kwamba huyu Davido, yani yeye mwenyewe ana furaha kukutana na Juma. Anavyozungumza, yani unaona kwanza mshikaji mbona ana furaha. Yani Jux ana enjoy, yani mimi Davido ana enjoy yani kukutana na Juma yani. Unajiuliza, mbona washikaji kama wanamkubali Juma Jux vibaya mno. Achana na Davido, njoo kwa Mr. P wa Peter wa P-Square. Angalia vibe, angalia energy, angalia confidence, angalia mshikaji anavyojiamini akiwa na Juma Jux. Juma Jux pale backstage ya hoteli anamuuliza, ya like, bwana, huu mwili wako umefanyaje? Yani kutoka enzi hizo mpaka sasa hivi bro uko vile vile. Ile anajisifu yani the body tu ni nini, unaelewa? I'm sexy body. Angalia energy ya mshikaji, vibe, furaha. Akiwa na Jay pale. Yuko na furaha yani, unamwona msanii, bwana mshikaji kwa nini mbona unamkubali hivi? Baada ya shows wa Nigeria wakaanza kutengeneza clip kwa ajili ya show ya Juma. Imagine wasanii wa Nigeria walikuwepo kwenye show ya Stone Boys, lakini wa Nigeria wanatengeneza clip kwa sababu ya Juma Jux. Yani wa Nigeria wamekaa wanaisifia show ya Juma Jux ya London. Mshikaji wanamkubali sana. Na ndio maana mimi nilisema, bro, wewe baki huko tu. Wewe utabaki ni Mtanzania kwa asili. Mishe zako za kimziki fanyia kule. Unapata exposure kukutana na wasanii wakubwa. Huwezi kuja kuwa sawa na hao ambao uliwaacha Bongo. Niamini mimi, hawezi kuja kuwa sawa. Kwenye thamani, kwenye kufanya show, kakutana na Wanyamwezi ambao wanajua kufanya show. Mtu kafanya show na Tiwa Savage stage moja, Stone Boys stage moja, Peter Mr. P stage moja, siyo nani stage moja. Brother, unasemaje? Yani sijui watalinka vipi na Davido. Yani natamani wafanye hata collab yani. Au Davido kwa sababu anafanya tour zake hizi. Juzi anafanya show London, kajaza siku 2. Amchukue Juma Jux pandisha kwenye jukwaa lake. Nao ndio tunavyozungumza thamani ya Juma Jux, brother. Promoter wa Bongo, sijui mtasumbuana vipi. Sijui utamwambiaje. Yaani sijui utamwambiaje Juma Jux umchukue mpeleke kwenye show yako. Kama hizi show za mikoani, sijui. Utamshawishi vipi? Kwa kiasi gani? Mshikaji kafanya show Oval Arena. Wembley inachukua watu 12,500. Sold out. 12,500. Ule ukumbi ambao alifanya na Diamond wa Royal Hall unaingia mara 2. Ule ulikuwa mdogo, ulikuwa ni 5,000. Huu ni 12,000. Kapanda stage ni kafanya show pale.
I can't believe you're my baby boy. I can't believe you're my twin. And your mama nina do mazidi. You go there, you go right, piki. Endorai wana nini. Ile ngoma inaitwa God Design, Yes. Yuko na Finu. Nilikuwa naangalia chips zinavyokangwa wakati Juma Jux ana perform ile ngoma. Mashabiki wanavyoitikia. Then ikaja ngoma ya Ikoechi ile Joy. Wow. Yaani wale wa Nigeria wameshamfungulia mshikaji yani. Wameshamfungulia brother. Wewe tu. Hata performance yake hatumii nguvu. Mashabiki kwanza wana furaha anavyotajwa Juma Jux tambulishwa stejini. Wana furaha kumuona. Utafili Nigeria. Bro, just go man. Just go bro. We baki kule fanya harakati zako za kimziki. Huku mawivu huku. Alafu hamna connection Bongo. Hamna watu ambao wamefanikiwa. Unajua sehemu ambao hakuna watu waliofanikiwa kwenye hiyo eneo. Kuna kuwa na roho mbaya, wivu. Wasanii ambao wamefanikiwa nje kwa ukubwa ni wachache sana. Umeelewa? Wachache sana. So maana yake ni kwamba brother, baki huko, tengeneza connection yako ya kimziki. Just go man. Jana niliona Zombi ameposti kitu kwanza alinitumia, akaniambia hivi, natakiwa niende jela, inatosha sasa. Sasa mimi sikuelewa. Sasa Zombi unataka kuende jela, umekamatwa? Ikabidi nifungue hii linki. Kaposti kaandika hivi, naomba nikamatwe leo, nifungwe, nisitoe hiti tena. Akafungwe jela. Zombi anasema naenda mwenyewe Central leo, sitoki mpaka mwakani. Nimechoka jamani. Akaandika 1 2 3 4 5, wimbo namba 1, wimbo namba 2, namba 3 hadi namba 5 na kuendelea huko chini zote mimi. Au mimi sio mimi, ni Nyerere. Kaandika hivyo. Watu wamekuja kina Harmonize wamepewa straight to the neck. Nandi kamwambia hitmaker inayofuata tarehe ngapi? Zombi kamwambia tarehe 21. Enjonyigu aise wozu kacheka pale, watu wamekuja kibao. Genius, unaelewa vizuri. Noma kabisa, watu wamempongeza sana. Sasa ngoma zenyewe ni zipi? Ngoma alizoposti Zombi ni ziko Outmark na YouTube. Kaandika ya kwanza ni Beautiful Harmonize, imeshika namba 1. Ya pili Mbosso Bukujero namba 2. Ya 3 Sambare Nandi na Mario. Namba 4 Touch ya Rayvanny. Namba 5 Kamata ya Mbosso. Ukienda YouTube, Mbosso Bukujero, Nandi Sambare, Rayvanny Touch. Kiukweli huo ndio ukweli. Umeelewa? Nakaandika natakiwa niende jela, inatosha sasa. Zombi, watu wengi huwa wanamkejeli Zombi kwa sababu ya ego. Na watu wengi huwa ukisoma hata comment za watu wa kawaida wanamkejeli sana kwa sababu ego. Zombi ana ego. Ego ni majivuno, kujisikia yani. Yule mtu akisikia ego anahisi labda mtu ana nini, ile kujisikia. Zombi anayo sana. So watu wengi wao hawaangalii talent ya Zombi, wanaangalia ego yake. Paka hapa sasa watu wameona kama wamedharauliwa. Utakuta maproducer wenzake wanasonya tu. Hiyo ni ego, kujisikia yani. You feel like mimi ndio mimi, hakuna mwingine. Hiyo ni ego hiyo. So ukiangalia watu wengi wanampondaga Zombi kwa sababu ya ego yake, sio kwa sababu ya talent yake. Ndio maana anasema mimi sasa hivi sio producer, mimi ni professor. Sasa angalia mshikaji anavyoje. Wana hizo watu watampenda. Mimi sasa hivi sio producer, mimi ni professor wa muziki. Utafanya? Ukimuuliza kuhusiana na kwa nini anapeleka ngoma zake aenda mixing anafanya watu wengine, anakwambia mimi na vijana wengi siwezi kufanya kila kitu, kwa wengine tunagawana riziki. Umeelewa? Mara mimi ndio goat kwenye upande wa producer,
brother, watu hawawezi kukupenda hata siku moja. Lakini deep down mshikaji ana talent, mshikaji anacheza na upepo, mshikaji kiwanda cha Afrika Mashariki yeye ndo kakikamata. Kwa sababu kama una uwezo wa kuwa na ushawishi wa wasanii wote wakubwa wanakuja kwako, who else? Yani ile nguvu unayo kwamba mimi namshawishi Alikiba anakuja kwangu, Diamond anakuja kwangu, Mario anakuja kwangu, Mbosso anakuja kwangu, Nandy anakuja kwangu, Harmonize kwangu, Rayvanny kwangu, list yote kwako. Kwa nini usijisifie mzee? Hata wakati wanafanya kina Majani, akina Master J, kuna wasanii hawajawahi kufanya kazi na Majani na ni wakubwa. Kuna wasanii hawajawahi kufanya kazi na Master J na ni wakubwa. Yaani wale walikuwa na aina fulani ya wasanii. Kila mtu ana wasanii wake. Zombi wasanii wote wakubwa wamefanya kazi kwake. Kwani asijisifu? Akijiita GOAT unakataa nini? Kama yeye ndio producer pekee, wasanii wote wakubwa wameenda kwake. Wote. Lakini zamani akina Majani kuna wasanii kwenye ubora wao, kuna wasanii hawakuwahi kufanya kazi naye. Master J the same. Then yeye atakwambia mimi nimefika Grammy. Wimbo namba 1 kwa namba Spotify Tanzania ni wa kwangu. Wimbo nienda Grammy ni mimi, wimbo wangu. Utamwambiaje? Utamkatalia? So mwisho wa siku tusimjaji mtu kwa ego yake. Tumjaji mtu kwa talenti yake. Tuzungumze ukweli. Wasanii wengi wanafanya kazi ya producer, lakini wanafanya kwa kujisikia au wanalenga shabaha. Kulenga shabaha kamari. Kamari ni bahati. Yaani kwamba bahati kitokea ngome kawa kubwa, alhamdulillah. Lakini ukiangalia kwa Zombi, ameiseti standard. Yaani Zombi kuna wasanii afanya nao kazi kabisa. Wasanii wadogo afanya why kwamba yes afanya nao kazi kwa sababu anaamini unatakiwa kuwa na uchungu wa kufanya mziki mkubwa ufike level ya Zombi. Yaani tuwafanya madogo wapambane, wasema na mimi nataka Zombi anifanyie ngoma yangu. Yes. Ndio inavyotakiwa vile. So kiukweli mimi nichukue fursa hii kumpongeza Zombi. Hongera sana my brother. Nao kiwanda hiki ni cha kwako. Kuna vitu utakao boreshe kiukweli, lakini kiwanda ni chako. Yaani sasa hivi kiwanda ni cha Zombi. Tukubali, tukatae. Anatakiwa kujiboresha na yeye. Kwa sababu mimi huwezi kuniambia hizi ngoma unazoona digital numbers, lakini hit song ya mwisho ni lini kubwa? Hujatoa hit song kitambo sana my brother. Kama unaweza, ina maana sasa hivi hiyo ni challenge nakupa my brother Zombi. Sasa hivi hit song ya mwisho ni Finale ya Alikiba, ambayo imetengenezwa na Aba. Hizi nyimbo unazofanya wewe umekamata kiwanda wasanii wote wakubwa. Kwa nini hazifiki level hilo? Hit song ya mwisho kutoka kwa Zombi ni ngoma gani? Hit song. Nazungumzia hit song ya mwisho ya Zombi. Ngoma gani? Hizi nyimbo tunataja za kawaida brother. Wala tatu zungumzo unafiki. Zimeenda wapi? So hiyo ni challenge kwako. Manake kama mziki una stuck, tutakulaumu wewe. So wasanii wote wakubwa wanafanya kazi, lakini hakuna ngoma zote za kawaida hizi ambazo umeamosha. Za kawaida brother. Si tunaona za kawaida, yani hamna ngoma ya kutisha. Ngoja nikuonyeshe hapa. Hamna ngoma kusema yani ngoma fulani la kutisha Zombi. So maana yake pia wewe unatoka kujiboresha my brother. Umemesha Beautiful, Mbosso, Nandy, Mbosso Ibu Kujero, Beautiful ya Harmonize, Sambara ya Nandy, Touch ya Rayvanny, Kamata. Umeelewa? Hizi ngoma nzuri za kawaida. Yaani sio ngoma za kusema za kutisha. Hiyo ni challenge yangu kwako. Tupate hit song kupitia mkono wako tena. Tupate hiti kupitia mkono wako. Standard nzuri ya muziki, standard. Yaani wewe nyimbo zote hizi ni standard. Hit song ya mwisho hapa kwa msanii Bongo hapa ni Finale ya Alikiba na BN ambao ni Aba. Sio kama namfagilia Aba. Nazungumza halisia. Sasa hivi hatupati hiti. Kwa nini? Wasanii wote hao ngoma za kawaida tu. Maana yake Zombi, changanya mkono tena, changanya karata tena. Una uwezo wa kutoa hit song my brother. Huo ni ushauri wangu kwako tu. Nije issue ya Trey Songz na Diamond. Wako Zanzibar.
sasa hivi wanashuti video ya Big Man, a big baller, I'm big man, I'm big baller. Ile ngoma ambayo walirelease juzi kwenye show ya Trey Songz. Mbona vibe, furaha ya mashabiki, furaha ya Diamond yeye mwenyewe. Ndio kushuti video na Trey Songz tena Zanzibar usiku ule. Jambo zuri sana. Unaelewa? Jambo zuri sana. Diamond anapushi sana hii issue. Na yote ni kwa sababu ya Diamond tu. Trend yuko kufanya nini? Niamini mimi ninachokuambia. Jitahidi. So nafikiri mimi sina cha kuzungumza sana kwa sababu ngoma kiukweli bado sijaisikiliza. Yaani nimesikia sule kwenye show tu. Bado sijaipa sikio kuisikiliza. Natamani kuisikia kweli yani. Natamani kuisikia sana hiyo ngoma ya Big Man. Nikiwa naisikiliza nimetulia yani sound, yani ule mziki kwenye speaker yani sio ile kwenye show pale. Ngoja video, nafikiri labda utaiachia na video ndio tutaiona pale kwenye video labda. Na niliona Baba Levo wakati wanaondoka akawa anamuuliza Diamond, watu wanasema kwa nini umempokea Trey Songz? Kwa nini umeenda airport? Amesema Diamond amejibu, kwa nini nimvimbie? Wala mimi sikusema kwamba Diamond angetakuwa kumvimbia. Wala sikusema vile. Kwani kulikuwa na haja gani kwenda airport? Kwamba wasingekutana? Trey Songz asingeshuka kule? Asa okay. Kumpokea airport nini kipya? Of course mimi nimeelewa strategy kwamba walitaka vurugu zianzie airport za kupromote ili jambo. Pale mimi nimeelewa kabisa. Kwamba kwenye upande wa hii show, wao target ilikuwa ni kupromote show. Na walitaka vurugu zianzie airport anaposhuka tu, vurugu zianze pale pale, kutrend na vitu kama hivyo, which is good thing. Fanya jambo zuri. Na mimi sikusema kwamba Diamond angemvimbia. Umeelewa? Lakini strategy ya na siwezi kubishana nao. Na nimeona Baba Levo ameonyesha kionjo ya ngoma yake na Diamond, alhamdulillah. Mimi nilishawahi kusikia hii ngoma. Nishawahi kusikiza Baba Levo yuko nisikiliza shaga muda sana. Nakumbuka tumetoka Morogoro kutokuja da. Baba Levo aliwahi kuiplay ile ngoma tuko kwenye gari. Yeye kusikia ile ngoma alhamdulillah nzuri. Ikitoka utakuja kuniambia ile ngoma ni nzuri. Na Baba Levo ni Baba Levo hata Diamond sana. Wanajua kufanya muziki ambao unagusa watu. Yaani ni muziki ambao mtu ana feel ni sehemu yake ya maisha. Unaelewa? Yaani wanafanya muziki ambao wewe kwenye maisha yako utautumia tu. Kuna maneno utayatumia tu. Ndio kitu ambacho wamewini kwenye kugusa maneno. Maana watu wengi wanasema tulijua Diamond labda ataachia ngoma ya kimataifa, international na kuleta local. Local sound ni ipi? Wimbo mkubwa ni kuzingatia quality tu. Uandishi mzuri, melody kali, ndio wimbo mkubwa. Hajaandikwa kwamba huu wimbo ni wa kimataifa, yaani hakuna category kwamba inakwambia huu wimbo ni kimataifa au local. Wimbo ni hii ngoma kuwa hit song na kuwa kubwa ni bahati tu. So unaweza kushangaa hii ngoma ya alhamdulillah Baba Levo mimi nishawahi kusikia ikaja kuwa dude kubwa. Huenda kaja kushangaa ikaja kuwa dude kubwa sana. So mimi nishawahi kusikia na naijua alhamdulillah verse ya Diamond verse ya Baba Levo. Baba Levo kaua vibaya mno. Na jana hawakusema wanaiachia, waliambiwa tuwaonjeshe watu. Na wakaonjesha. So nafikiri Diamond nimeona kauli yake amesema yani sasa hivi ni back to back wanaachia madude. Sisi tunasubiri my brother. Sisi tunasubiri muziki. Subiri muziki, kama umekaa umetulia lakini kuna vijana bado na struggle, basi njoo fanya muziki ambao umesema utafanya mwaka mzima ili tuone inakaa. Niona jana Harmonize kaposti nyumba na nikaandika pale huenda Harmonize ndo anamiliki nyumba kali zaidi kwa wasanii wa Bongo Flava. Nimeona watu wengi wamekuja, wengine wameandika anayemiliki nyumba kali ni Billnass na Nandy. Wengi wameniambia hivyo, wameandika pale. Mimi nilipitia baadhi ya comment. Najua watu wengi wanahisigi kujenga nyumba ni kitu rahisi sana. Kusoma comment pale, hamna nyumba hapo. Hamna nyumba hapo, nyumba mbovu. Najua sisi wa Bongo ndo huo uwezo tunao wa kucomment na kukejeli kitu cha mtu.
huo uwezo. Lakini amini, wasanii wangapi wanamiliki nyumba? Kwa nini hawamiliki nyumba? Nyumba sio kitu rahisi brother. Nijako nasemaga nyumba sio kwapa, kwamba kila mtu anakwapa. Sio. Brother, nyumba unaweza kawa na hela na usijenge nyumba. Nyumba inahitaji muda, inahitaji muda, nyumba inahitaji mpaka dua za Mungu. Akupe ule moyo tu wa kutoa hela yako. Unajua binadamu tunapenda hela. Yaani mtu anapenda tu hela iwepo mfukoni. Anaiona hela ile pale, lakini kuitoa mtu anaenda kujenga ni kitu ambacho watu wengi wana struggle sana. Ndio maana nikasema nyumba sio rahisi. Ukisoma comment za vijana wengi, yani ni chuki, sijui, I don't know. Unajua ni chuki au ni vitu gani? Nyumba sio kitu rahisi, hasa kwa muziki wetu. Na ukizingatia msanii yeye mwenyewe katoka juzi tu WCB nao anamiliki mjengo. Sio kitu rahisi, hasa kwa msanii ambaye msanii ana kila sababu ya kuwa na vishawishi. Umeelewa? Ana vishawishi katika kundi ambalo lina vishawishi ni wasanii. Sasa sisi wako tunamponda Harmonize, unawekeza kwenye magari tu, unawekeza kwa Kajala, siwe Kajala. Kumbe mshikaji alikuwa anajenga. Harmonize unapeleka wapi hela? Harmonize hana hela kwa sababu anawekeza kwa Kajala, mshikaji anasimamisha. Maneno yote anasikia. Watu wamemkejeli sana. Anamuonga Kajala, lakini mshikaji anawekeza na sasa kasimamisha mjengo wake. Na watu wanaudharau. Alafu huyo mtu anaudharau, hana hata chumba, anakaa kwao. Bora hata ungepanga uone uchungu wa kutoa hela ya nyumba. Unakaa nyumbani. Yaani wewe una ndoto za kujenga. So mwisho wa siku lazima tumpongeze Harmonize. Yaani Harmonize katika hatua kubwa kaipiga kimaisha ni kwa mjengo ule. Sasa hivi tulikuwa naona Harmonize watu wanamlalamikia, sio anadaiwa makodi mamilioni mangapi. Hawezi kuja kulalamikiwa tena na ngoma yake. Kwenye upande kaondokana nao. Na mimi nilichomsifia Harmonize ni kuwa calm, yani hajawahi kupiga kelele popote. Of course watu wameniambia Nandy na Billnass, mjengo wa Nandy na Billnass ni mkali kweli. Kwa inawezekana Nandy na Billnass wana mjengo mkali, Harmonize watu wanasema ile sio mansion. So nimesema mansion, nyumba ya kifahari. Wanasema sio nyumba ya kifahari. Sijui ni nyumba ya kimaskini ile. Hii sio nyumba ya kifahari. Ile ni nyumba ya kifahari, mansion. Wanasema sio. Lakini sijui kwa nini watu wanapinga sana kuhusu Harmonize. Labda mimi nilisifia nyumba ya Harmonize nzuri, eneo kubwa. Kwa lazima kwanza tumpongeze mshikaji kwa kuwa na mjengo. Na yani imagine mshikaji anatangaza nyumba, tarehe 4 anaachia album. Alafu nimependa namna alivyoenda kutangaza nyumba yake, anaenda kuombewa na watoto wadogo. Watoto ambao wanaishi kwenye maisha magumu ndio wameenda kumuombea. Na yeye inawezekana kwa kauli ya Mwijaku ni kwamba anawahudumia wale watoto. Hongera sana my brother Harmonize. Mimi nitakupongeza kwa sababu naelewa ugumu wa kujenga. Mimi naelewa ugumu wa kujenga hasa kwa msanii kijana kama Harmonize ni pagumu sana. Lakini hongera sana my brother. Mimi narudia kukupongeza. Hongera sana na umefanya kwa wakati kwa sababu inawezekana hata party zako utakuwa unafanya kwako. Eneo ni kubwa sana pale. Kwa mfano album inakuja uzinduzi labda utafanya kwako. Who knows? Ngoma itafanyika pale, watu wanatia baraka, wanakula nyama, wanachoma, unazindua nyumba yako. Maisha mengine yanaendelea. Mimi kikweli nimekupongeza sana na nimefurahi kuona hiyo hatua kubwa ya kimaisha kwa sababu kwenye maisha haya huwa tunapiga of course wasanii wengi wanajenga sasa hivi na nyumba ni kali. Lakini huyu jamaa kashamaliza. Naelewa? Kashamaliza. Kwa lazima tumpongeze. Baba Levo kacheka pale kaja kachukua. Kwa nini kacheka? Hajaongea chochote kwenye comment pale. Sijui kwa nini kacheka, lakini Baba Levo anajenga mjengo mkali ndio, lakini haujamalizika, huyu kamaliza. Kwa kija kujenga Baba Levo na msanii mwingine akajenga. Kwa tutasema sasa sio Harmonize na Nandy fulani ndio namna unavyo upgrade. Sasa hivi sasa huwezi kusema fulani na mjengo mkali wakati bado hajamaliza kujenga. Unaelewa? Yaani wote sasa usio mjengo ngoje fulani amalize ndio na mjengo mkali. Paka umalize. Akishindwa kumaliza. So tunasema mjengo mkali kwa sababu huyu kashamaliza. Huwezi kuniambia mimi fulani ana mjengo mkali na wakati hajaumaliza kujenga. Au malize kujenga then tuzungumze, je, mjengo ni mkali kweli? Unaelewa? Na anajua Baba Levo kacheka pale kwa sababu Baba Levo anajenga mjengo wake ni hatari ule ukimalizika ukienda anavyopanga. Sijui nani atakuja kumgusa kwenye nyumba. Lakini umalizike. Unaelewa? Watu wame-mention baadhi ya wasanii Diamond na nini anajenga mjengo mkali unakuja. Sasa uishe kwanza.
Yaani uishe kwanza ndio tutazungumza, bado hujaisha. So mpongeze huyu ambaye kamaliza. Sisi tunaponana kwenye muziki lakini wenzetu wanawekeza. Huyu kamaliza, kwa hiyo tumpongeze. Kwa hiyo kweli big shout out sana my brother Konde. Hongera sana mwanangu. Mafanikio hayo. Unajua binadamu target zetu kuwa na gari kali, kuwa na nyumba, kuwa na biashara. Hiyo ni target ya kila kijana. Biashara inaingiza hela. Ndinga yako kali, mjengo. Unaelewa? Uwe na sehemu inaingiza hela. Una ndinga zako moja au mbili kali, then mjengo. Mjengo ndo ndoto ya kila mtu. So huyu kakamilisha, inawezekana kakamilisha vyote au vichache, lakini kakamilisha mjengo. Hiyo ni ndoto ya kila binadamu brother. Kila mtu, hata Ulaya mention ya mastar, kuna account zina promote, zinatangaza nyumba za Jay-Z, nyumba ya Chris Brown, nyumba ya Ronaldo, nyumba ya Messi, nyumba nani. Yes. Mjengo ndio mafanikio makubwa sana. Kwa hongera sana my brother Konde Boy. Na vitu tukutane next time. Mimi naitwa Mando, nyuma kamera ni Kashimiri. Tukutane siku nyingine tena kwenye recap na Mando. Ciao.